na tunasema kuna makuhani wa giza ambazo kutamkia neno ni mwanamke, ni binti, ana level ya ukuhani kwenye mtaa, ana level ya ukuhani kwenye familia. Kwenye familia tulikotoka kuna makuhani wa giza. Kazi yao kubwa ni kufanya maisha yetu yasonge mbele, na Mungu ameinua makuhani. Leo hii aliyoko mbele yako ni pastor, kuhani wako akutamkie neno ili maisha yako yawe salama. Kuna level nyingine ni uchawi wa mafundo. Kule kwa Tanga wanafahamu, akiamka mtu asubuhi ama ni usiku, afunge mafundo 7. Fundo la kwanza, fundo la pili, fundo la tatu, fundo la 4, fundo la 5, vitu vinachanganywa huko. Aseme kuanzia sasa namtaja huyu mtu anaitwa Naomi. Naomi, kazi yako naifunga. Naomi labda ameteuliwa na rais, kwa mfano atakwenda kwenye zao fulani, ghafla rais anatangua hiyo utausi, sema nitakupangia kitu kingine za kumsubiri pale. Aishateuliwa. Sasa ili kwa jamani, sema atasubiri hekima za rais. Sio ni hivi, rais Mungu alifungua moyo wake amteue mtu kwa muda huo, lakini Naomi kapigwa, na Naomi hana imani kwa Mungu. Kwa ni hivi, watu ambao hao katika misingi ya kimungu wanateseka sana. Hata wengine ambao kwa makanisani wanateseka sana, lakini Mungu ameweka watu kuwasaidia, na ameweka watu kusaidia. Mimi niko hapa kwa ajili yao, ili Mungu asaidie watu. Kwa uchawi kwa leo, kuna uchawi mwingine tu, uchawi wa hirizi. Mambo ya ajabu sana. Kuna uchawi wa majini, na kuna majini ya aina nyingi. Kuna majini ya kutengeneza. Sipo natengeneza majini hapa. Nikisema nasema jini mwenyewe najua. Nikimuuliza ilikuwa kwaje? Nimeingia chooni, ningesema kizunguzungu najua, okay? Hii ni aina fulani. Nimefanya kateleza. Kuna ngamba mmoja, sisi kumtaja jina sababu tunafanya huduma. Yeye anafanya kazi sekta nyeti hapa Tanzania. Lakini huyo mzee aliingia chooni. Anaingia washroom akazimia chooni mara ya kwanza. Na historia inasema kwamba ndani ya miaka 20 aliacha cheo. Sasa akatamani mpaka andike barua, aache nini? Aache kazi kwa sababu umri unakwenda. Sasa akaanza mke wake ambaye alienda kwenye mkutano, akaambia twende kwa mtumishi fulani, nimemuona. Yuko wapi? Yuko Temboni kuingia Salanga. Kanisa la GSCC. So akaambia mimi nimeshatoka watumishi bwana. Nimeshatoka watumishi wengi. Na ameenda amefanywa, hakuna kinachofanikiwa. Kama hivyo wanasema wanapewa pale vitu vya usaidizi, vitu kama hivyo. Ni hivi. Au hata kuzungumza ndio tunaongea katika masuala ya imani. Lakini issue ya muhimu ninafupisha. Niliomba naye yule baba. Mambo aliyoyakuta kwenye ofisi yake anafanyia kazi. Ananiambia pastor, ni mchawi. Nilimwambia kwenye ofisi yako kuna jambo moja, jambo mbili, jambo tatu. Nenda ofisini kaangalie. Mimi sijafika ofisini kwao, sina interest nao. Afika ofisini asubuhi, anavuta kiti na drawer ambayo iko pale mbele yake, nyuma yake, anakuta kuna vitu viko pale. Nikamwambia njoo navyo, na alikuja asubuhi kwa usiku, kavichoma, kuteketeza, na sasa tunafanya kazi vizuri. Lakini kuna uchawi kila aina. Kuna uchawi kila aina. Kwa watu watakuwa wafahamu kwamba lazima umwamini Kristo kama Bwana Mwokozi katika maisha yako, na tegemeo kwake, kwamba katika yeye sina tegemeo jingine. Kuna watu wanasali leo stela kanisani na wanaelizwa kwa nazo. Kuna watu wanasali kanisani, na niseme mbaya zaidi, mpaka